mwanamke ambaye katika moyo wangu nilishawahi kumpenda kama nilivyompenda Rita, na hata kama akitokea kuja kunisamehe, yaani akitokea kunisamehe, sitoweza kuja kumkosea tena kwenye haya maisha. Rita, wewe ni mwanamke wa mfano kwenye maisha yangu. Naomi ameniita akaniambia kwamba kuna maongezi, nataka kuzungumza na mimi. Adrian, nilikuwa nimekaa tu chumbani nikawaza, nikaona bora nije nikwambie kwa nini leo tusimwambie baba kwa utulivu kabisa kuhusiana na ile swala letu la kutaka kufunga ndoa. Sema ndio nimekuja hapa, nimekuta unasafisha chumba. Lakini unaonaje kwamba leo ni sawa tukimweleza baba ama? Nimekuwa mlevi, nimekuwa mchafu, nimekuwa siogi, nimekuwa sifanyi chochote kile kwenye maisha yangu. Ni kwa sababu ya Rita. Rita yuko kwenye maisha yangu tena. Rita hanipendi, najua hanipendi. Bora nilewe. Nikimaliza kulewa nitazima bwi. Basi nisimkumbuke Rita. Kosa gani kubwa nimekukosea? Mungu ni hukumu hivi. Kosa gani jamani? Hata kukosea unakosea, lakini haya, endelea kunitesa. Endelea tu. Naomi, mbona kuniambia kama tuna mazungumzo na baba? Kuweni huru tu, mnaweza kuniambia tu, haina shida. Baba, mimi nilikuwa naomba uniruhusu mimi na Adrian tukafunga ndoa. Watoto, sio kwamba mimi nilikuwa napinga kufunga ndoa kwenu. Sikuwa na maana hiyo kabisa, yaani nilikuwa sipingi kabisa. Nilichotaka kukijua kutoka kwenu ni kujua mmejipangaje kimaisha, kwa sababu kuanzisha familia sio jambo dogo. Baba, unajua nini? Yaani ukimrudisha Adrian kazini, kila kitu kitakuwa sawa. Trust me. Hilo halina shida. Kuanzia leo kazi umepata. Akipata hela asisikilize maneno yote mchene na kunisikiliza. Yaani unaniwekea madawa mimi ili uweze kunitawala, si ndio? Mwanamke, unaninyoa nywele?
nitakurudisha kwenye nafasi yako ile ya awali ambayo nilimpa Ronald. Ronald nimemfukuza kazi. Asante sana mzee wangu. Asante. Sasa nyinyi mnaweza kuendelea na maandalizi yenu. Mnaweza kuendelea na maandalizi yenu ya ndoa. Lakini kama nitahitajika, basi msisite kuomba ushirikiano kutoka kwangu. Alafu Adrian, leo ukuongoza ibada sala ya usiku vipi? Yaani kuliko nikalale nyumbani na sikuzani, mimi naona bora nilale tu hapa gereji, maana hapa ni sehemu salama sana. Tiwa. Aliongoza baba. Sema tu ulikuwa ndani. Ulikuwa chumbani. Kwa chumbani. Nimekumbuka, sawa, ni kweli. Basi mimi niwatakie kila lililo jema katika maandalizi ya ndoa yenu, na Mungu awabariki sana. Amen mzee wangu, amen sana. Asante. Nakupenda Adrian. Penda baby. Hata kama akitokea kuja kunisamehe, akitokea kunisamehe, sitoweza kuja kumkosea tena kwenye maisha. Ronald. Ronald. Amka, nimekuandalia breakfast, nimeiweka pale dining. Mimi nawahi kazini.
Kwa nini wote ndoto mbaya hivi kumhusu Adrian? Inawezekana Adrian akawa ni mtu mbaya hivi. Kwa nini? Walita. Wasema wameniandalia breakfast. Wewe usome niwekea sumu wewe. Kunilaza nje haitoshi. Sasa umeamua sasa kuniua kabisa, si ndio? Alafu huko ndani nimefikaje mimi? Ina maana wewe hujui mara mwisho ulikuwa wapi? Wewe jana ulinifungia mlango. Mimi ikabidi nitoke niende kwa Lazaro. Nilikuwa kwa Lazaro. Lazaro. Ina maana Lazaro amesharudi kutoka safarini? Nani anakatisha show? Nani anakatisha show? Habari za asubuhi mzee wangu. Wewe una shida gani? Una shida gani? Nikuja kumuulizia Biana. Huyo Dani wewe? Ni mimi mama. Wewe una shida gani? Nilikuwa nakuja kumuulizia Juliana. Mbona wewe unaniuliza vitu vya kijinga baba vile kama hana? Yaani sio nikwambie hilo jina mimi sitaki hata kulisikia hilo jina Juliana. Sitaki hata kulisikia hata kuliona. Yaani mimi nikilitaja hilo jina naona kama mchunga ambayo haujakamuliwa. Umenielewa? Sitaki kulisikia hilo jina kwenye masikio yangu. Sawa? Samahani mamangu. Nilikuwa naomba unipatie mawasiliano yake. Maana mimi najaribu kumpigia simu yangu hapa haipatikani. Mimi nahisi atakuwa ameniblock. Wewe nisikiza nikwambie. Mimi hapa sina mawasiliano wala makumbusho. Nimeshakwambia mimi namba zake sina na sina mpango na hizo na wewe mtu. Umenielewa? Mbona mtusakiwa na kwa ujielewe wewe? Unajua mke wangu. Unajua Lazaro amenikaa sana kichwani. Amenikaa sana kichwani. No. Sikuwa na Lazaro, nilikuwa na rafiki yangu Mark. Unajua sasa kuna rafiki yangu Mark ambaye nimempata, ni rafiki yangu mpya ambaye nimempata hivi karibuni. Yes. New friend. Oh, Mark. Yes. Yes, wife, new friend Mark. Unajua jana ulivyonizingua nilitoka hapa nikaenda nikakutana na Mark. Of course alinipa pombe. Nikanywa. Yes. Hivi unajua Ronald wewe ndo unaharibu ndoa yetu? Mimi? Kwa nini wife? Yaani leo mimi niliamka nikasema tuanze maisha mapya. Tusahau kabisa mambo yaliyopita. Lakini umeamka ndo kwanza asubuhi na mapema na umeanza kunidanganya. Majibu yako shapati. Sawa. Changanya miguu. Teni usirudi tena kwenda kusumbulia familia za watu zilikotulia wakati wa show kama huo. Umeelewa? Sio kazi wewe unapiti tu nyumbani kwa watu, kazi kukatisha tu show, unakatisha show. Wewe ni kabaridi yako. Watu wengine bwana, vimeo kweli. Tena wa serikali inabidi wachukulie sheria, iwapigi final. Kazi kuna majumba watu kukatisha show tu unakatisha show. Bwegi nini? Wewe uone unaitia serikali katika hati ya kupungukiwa na uzalishaji wa nguvu kazo. Nguvu kazo zitatoki wapi?
Chana libi mudi. Mke wangu nalalo. Sasa mke wangu mimi nimekudanganya kitu gani labda? Breakfast iko mezani Ronald. Naondoka naenda kazini. Nikirudi baadaye nataka uniambie ni kwa nini unanidanganya. Na ule ujumbe ambao utakuta pale dining umesha expire. Udugu, mimi naona kabisa kuna mtu hapa anaichezea nyumba yangu. Maana hichi kiburi cha baba Idi sio cha kawaida kabisa. Yaani sio cha kawaida kabisa, hakizoeleki. Yaani hicho unachokisema mimi mwenyewe nahisi ni sawa. Unajua mimi mwenyewe jana nimeshangaa sana. Hivi baba Idi kweli wao kufanya vitu kama hivyo? Nikasema mwalimu wangu tena ninayemwaminia, ninayemtegemea, au mambo yame-expire shoga yangu. Udugu, wewe tulia. Sijui unanielewa? Naenda. Nikirudi utanielewa. Yaani hapo unaweza kwa unielewi, lakini nikitoa mguu wangu mie mjukuu wa Sikuzani. Utanielewa. Haya, ndo wapi sasa tena? We nawe. Kila kitu nikuelezee jamani. Habari ya asubuhi nawe. Naweza kuingia? Karibu nawe. Ndio unaenda kazini? Mzee alinipigia simu asubuhi sana. Kaniambia niende nikakaimu nafasi ya Ronald ofisini. Mbona kama hujafurahishwa? Adrian, hivi unafanya vitu vyako kwa usahihi kweli? Ya, kwa usahihi, na ndio maana nipo sahihi. Kwani kuna nini mpenzi wangu? Mimi kuna jambo linanitisha bwana. Jambo gani hilo? Au Juliana analeta vitisho? Niambie basi hata tukamshtaki. Adrian, Juliana usiki hapa. Ni wewe. Mimi kivipi yani? Hii vita unafikiri mimi nitapiganaje? Lazima nihangaike. Nishakuelewa. Sasa je, sasa nakwambiaje? Mimi naomba niende na kuachia Idi. Nini tena mbona Eti baba utalia? Wewe wakulia huyo, anatafuta visingizio na yeye. Jembe. Ukitoka hapo na chips kwa bonge. Usijali, 500 tu. Udugu, ngoja nikahangaikie nyumba. Haya, safari njema udugu. Idi, bye baba. Sasa basi na miguu ya kuku. Mama mlezi tena. Nimeota unatushika mimi, baba pamoja na Ronald. Halafu katuzamisha kwenye tope ambalo lina joto kali sana. Na ukaanza kutuambia kwamba wewe ndio mtawala hapa. Na lazima tuondoke. Tukaanza kufurukuta, yani tukafurukuta sana. Mpaka ikafikia hatua tukawa tunakosa pumzi. Ilipofikia hatua kama tunataka kukata roho, ukaja upepo mkali sana. Yani ukakukata wewe vipande. Ndio kidogo sisi tukawa tumepona.
lakini wewe pale pale ukagawanyika kwa namna ya kutisha sana, alafu ukaanza kupiga kelele za maumivu makali sana. Adrian. Adrian. Adrian.